Malachi chapter number 3 verse number 10. Bring the full tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. And thereby put me to the test, says the Lord of hosts. Mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi. If I will not open the windows of heaven for you and pour down for you a blessing until there is no more need. Mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Our Father in the heavenly places, we worship you. Baba yetu katika enzi za mbingu tunakuabudu. You are the God of the Bible. Wewe ndiwe Mungu wa Biblia. You are the word that we are indeed preaching this very day. Wewe ndiwe neno ambalo tunalihubiri siku hii. Expose yourself unto us and unto me and unto your people. Jionyeshe kwangu na kwa wanao. Teach me as you teach your people by the Holy Spirit of revelation. Nifundishe unapowafundisha wanao kwa Roho Mtakatifu wa ufunuo. We thank you that you have appeared already. Tunakushukuru maana umekwisha jiwasilisha. Full of revelation. Ukiwa umejaa ufunuo. Full of power and anointing. Ukiwa umejaa nguvu to heal and to transfigure somebody's life. Na kujenga na kutengeneza maisha ya mtu. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. For this reason we silence every voices of every demon and evil spirit. Na kwa sababu hii tunanyamazisha nguvu zote za mapepo. We silence them and we suppress every altars on the earth. Tunazinyamazisha na kuvishinda madhabahu yote yaliyopo duniani. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Somebody say amen. Tuseme amina. Glory be to God. Utukufu kwa Bwana. We thank God for the reading of His word. Tunamshukuru Bwana kwa kusoma neno. This is Prophet Malachi speaking to us this morning. It is a law of command from God. Ni sheria ya amri ya Mungu. It is commanding every person. Amrisha kila mtu. It is commanding every child of God. Namtia kila mtu amri. To bring the full tithe in the store of God. Kuleta zaka kamili katika ghala la Bwana. That there be food in the house of God. Ili kukawe na chakula katika nyumba ya Bwana. Part B says, sehemu ya pili inasema, thereby put me into test. Mkanijaribu kwa hiyo. Say put me into test. Mkanijaribu kwa njia hiyo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. I say that tithes, na alisema kwamba mafungu ya 10 speaks about our faithfulness to our God. Inazungumzia uaminifu wetu kwa Mungu. Our faithfulness to our God. Uaminifu wetu kwa Mungu wetu. Our trustful to our God and how we understand our God. Na jinsi ambavyo tunaamini na kumjua Mungu wetu. That is the work of the tithe. Hiyo ndio kazi ya fungu la 10. And God bring a tithe to try us also. Na Bwana anatupa hii amri ili kwamba tujaribu sisi pia. He brought the tithe to try us. Alileta fungu la 10 kutujaribu. As a test to the church to see if we have faith. Kama jaribio kwa kanisa, kama tuna imani. And if we believe. Na kama tunaamini. And if we trust in Him. Na kama tunamtumaini yeye. Amen. Amen. That is why tithes are there. Ndio maana kuna mafungu ya 10. If we have faith to God. Kama tuna imani kwa Mungu. And if we are faithful to Him. Na kama sisi tunamwamini. He wanted to see our faithfulness unto Him. Anataka kuona uaminifu wetu kwake. Now part B he says, na sehemu ya pili inasema, also do that to test me. Mkanijaribu kwa njia hiyo. God is elaborating. Bwana Mungu anafafanua. And putting it into open field. Na anaiweka wazi. That we may test Him. Kwamba tukamjaribu yeye. God tells us to test Him by or through the tithes. Anatuambia tumjaribu kupitia mafungu ya 10. And I spoke a lot last Sunday about this verse. Na nilinena mengi kuhusu kifungu hiki Jumapili iliyopita. But he says, na anasema, if I will not open the windows of heaven for you and pour down for you a blessings. Mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka. Hallelujah. Hallelujah. He says,
anasema, if I will not open the windows of heaven for you and pour down for you a blessing. mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka. God tests us through Titus to open our heavenly windows of blessings. Anatujaribu kwa mafungu ili kwamba akatufungulia madirisha ya mbinguni. He tests us. Anatujaribu sisi Through the Titus. kupitia mafungu ya To see if we are faithful. kuona kama kwamba sisi ni waaminifu. And after he discovered that David is faithful, Na baada ya kugundua kwamba sisi ni waaminifu, he will now change the windows of heaven. hivyo sasa atabadili madirisha ya He mbinguni. will open the windows of heaven. Atafungua madirisha ya mbinguni. May you know that the heavenly place there is windows. Nataka uelewe ya kwamba mbinguni kuna madirisha. And those windows are for your blessings. Na madirisha hayo ni ya baraka yako. Those windows is for releasing your prosperity. Madirisha hayo ni ya kuachilia kuendelea kwako. Those windows are not for your curses. Hayo madirisha sio ya laana. God put those windows in the heavenly places for your blessing, to keep your blessings. Mungu aliweka madirisha hayo mbinguni ili kwamba akaweke baraka zake. And through that blessings of heavenly places, Na kupitia baraka hizo za mbingu, he takes them and he tests you with them. anageuza na kukujaribu In nayo. other words, he takes part of the heavenly blessings Kwa maneno mengine, anachukua sehemu ya baraka za mbinguni and open the window a little bit and release them unto you and close the window. anafungua dirisha kidogo tu na kupenyeza baraka kidogo kwako, The na baadaye window of kufunga your blessings. baraka dirisha la baraka The zako. blessings belongs to you. It's not the blessings of the angels of heaven. Baraka hizo ni zako, sio za malaika wa mbingu. They are there for you. Baraka hizo zipo kwa ajili yako. Many times, according to the Bible, Kwa wakati kulingana na baraka, God takes part of that blessing, that your blessings in the heaven. yeye Bwana anachukua sehemu ya baraka zako za mbinguni, Release them unto you anakupa kiwango kidogo, to test you and see if you are faithful child. anakupa sehemu kidogo kukujaribu kuona kama wewe ni mwanamke, If you are a faithful child of God, kama wewe ni mtoto mwaminifu, if you are a faithful daughter, kama wewe ni binti if you are a mwaminifu, faithful son, kama wewe ni gulamu if you are mwaminifu, a faithful church, kama wewe ni kanisa if he mwaminifu, sees that you are faithful, akishaona kwamba wewe ni mwaminifu, he opens those windows hivyo sasa anafungulia madirisha haya and releases the blessings na kuachilia baraka to you until there is no space. juu yako hadi kusiwe na He nafasi. says until there is no space of lack. Anasema ili kusiwe na nafasi ya kukosa, Until you have no need. hadi wakati hautakuwa na That hitaji. is what he says. Hivyo ndivyo anasema, He pours blessings until you have no need. anamwaga baraka hadi usiwe na He mahitaji. says, Anasema, hallelujah. He says, listen, sikiza hii, if I will not open the windows of heaven for you and pour down for you a blessing until there is no more need. mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. The Lord knows that we have needs. Bwana Mungu anajua ya kwamba tuna mahitaji, And He knows that we have wants. na pia anajua ya kwamba tuna vitu ambavyo tunataka. Hallelujah. Haleluya. And all that we need, He has them all in the heaven. Na vyote tunavyohitaji ako navyo mbinguni. All our wants, He has them all in the heaven. Mahitaji yetu yote anayo mbinguni, But He does not release them freely. lakini haachilii tu hivyo. In the other words, He releases them freely. Kwa mambo mengine nasema kwamba anaiachilia kwa But bure in the tu. other words, He does not release them freely. Kwa mambo mengine tena haachilii tu kwa bure. For them who understand the things of the Spirit, Kwa wale wanaoelewa mambo ya rohoni, He releases them freely. anaachilia bure. But now the Bible says, Lakini Biblia in inasema order for Him to release, ili kwamba akaweze kuachilia, He tests us. anatuambia, Hallelujah. haleluya, He tests us to see anatuambia kuona if we are faithful before Him. kama sisi ni waaminifu mbele
zake. Hallelujah. Hallelujah. That is what the Bible says. Hivyo ndivyo Biblia inasema. I say that is what the Bible says. Ninasema hivyo ndivyo Biblia inasema. That is why I say it. Ndio maana nimesema. Because he gives us or release a blessing to us freely. Kwa sababu Bwana anaachilia baraka kwetu kwa bure. He is taking part of his blessings. Anachukua sehemu ya baraka zake. Amen. Amina. Part of the blessing of the heavenly blessing, part of it. Sehemu tu ya baraka ambazo ziko mbinguni. And he tested us with them. Na atujaribu kwayo. After he has tested us, baada ya kutujaribu, if he see that we are faithful, akiona kwamba sisi ni waaminifu, now he opened all the windows. Ndio wakati anafungulia sasa madirisha yote. Release them all now unto you. Na kuachilia sasa vyote kwako. According to your need. Kulingana na mahitaji yako. According to your need. Kulingana na mahitaji yako. He releases according to your need. Anaachilia kulingana na mahitaji yako. That is what the Bible says. Hivyo ndio Biblia inasema. That's why I say. Ndio maana nimesema. He gives us blessings freely. Anatupa baraka bure. But in the other word, he wanted to test us to see or to try us and see. Na kwa njia anataka kujaribu kuona kama sisi ni waaminifu. Amen. Amina. Na kwa sababu hiyo ndipo napata kwamba hapo ndipo tuna faith. Bwana asifiwe. Amina. Ndio maana nilisema last week ya kwamba umaskini, mtu kuwa maskini inaanzianga hapa, na mtu kuwa tajiri pia inaanzianga hapa. Brother David, may you sit down. Nikasema ya kwamba hapo mahali ambapo mstari huo wa 10, hapo ndipo umaskini unatokelezea kukula kanisa, na hapo ndipo tena utajiri unatokelezea katika maisha ya mtu. Mtu kuwa tajiri ni kutokana na hicho kifungu, na mtu kuwa maskini pia ni kutokana na hicho kifungu. Ikiwa unakuwa na uwezo wa kuelewa hicho kifungu na kukitekeleza hicho kifungu, wewe umepita kuwa maskini. Umepita kuwa maskini. Ukiwa na uwezo wa kupambana na hicho kifungu namba 10 na ukishinde hicho kifungu kimoja tu katika Biblia yote from Genesis to Revelation, ukiweza kuwa na uwezo wa kufaulu kushinda hicho kifungu na kutenda kulingana na hicho kifungu, wewe utakuwa ushafaulu kuwa tajiri. Bwana asifiwe. Ushafaulu kuwa tajiri. Manake Mungu wetu si mwongo, maana anasema kwamba tumjaribu kwa type, na baada ya kumjaribu kwa type atufungulie anasema kwanza, sikiliza, mahali ambapo kanisa limetekwa nyara, mahali ambapo anasema kwamba bring all tithe, all food, in fact anasema full tithe. Hapo hicho tu kifungu hapo full, hapo ndipo mahali kuna matatizo, na hapo ndipo mahali tumetekwa nyara, na hapo ndipo kanisa limetekwa nyara, na hapo ndipo kila Mkristo hata awe na ametekwa nyara hapo. Na ukifaulu kukamilisha bring the full tithe in my store, hapo umefaulu. Bwana asifiwe. Na ikiwa ya kwamba utafeli mahali pale, utang'ang'ana ili ukaweze kuachivu kile ambacho unastahili kuachivu, itakubidi uishi maisha ya kung'ang'ana. Itakubidi uishi maisha ya kuteseka. Itakubidi uishi maisha ya kulalamika na kulia. By the way, unapata kwamba mwanadamu ameumbwa tu kibinadamu. Mwanadamu ameumbwa tu kibinadamu. No matter David akasema kwamba amezaliwa katika damu ya dhambi. Amen. Amezaliwa katika damu ya dhambi. Ndio maana kila wakati dhambi inamvamia kila wakati. Dhambi inamvamia kila wakati, sababu amezaliwa katika damu ya dhambi. So, ndio maana napata kwamba hapo ikiwa unaachieve hiyo part 1, part A ya hicho kifungu, umefaulu, umevuka mto wa umaskini, umeingia katika mto katika nchi ya utajiri. Hapo. Na kwa sababu ndiposa one day niliuliza hapo swali ya kwamba
vile tumeketi, ni nani ambaye ni mwaminifu, the faithful person before God, ambaye huwa anatimiza ile andiko. Na ukapata kwamba kwenye kanisa hili vile tumeketi hivi, kuna uwezekano kwenda ukakosa kuona hata mtu hata mmoja. Bwana tukuzwe sana. Kuna uwezekano. Na ndiposa anasema kwamba tumjaribu katika ukamilifu wa Titus, tuone kama hata fungua madirisha ya mbinguni, atumwagie baraka mpaka tukose nafasi ya kuweka, na pia mahitaji yetu tukose kuwa na hitaji lolote. Na unapata kwamba hapa ndipo nimesema kwamba mwanadamu amezaliwa katika dhambi, katika damu ya dhambi. Mwanadamu huyu, hiki kifungu tena sisi wa Kristo tunakisoma kila kuchana. Mungu anatuzungumzia kila siku. Lakini unapata kwamba ukipata pesa unafanya kivyako tu. Mungu anakuambia kwamba hizi pesa ukipata, mtoto wangu, pitisianga kwa huu mlango. Ukishapitishia kwa huu mlango na ufanye ABCD, upeleke kwa faida zako. Lakini na wewe baada ya kupitia kwa mlango unapitishia kwa dirisha. Pitishia kwa mlango na unapitishia kwa dirisha. Na anakuambia kupitishia kwa mlango hautahangaika kabisa, hautateseka kabisa, hautakutana na magonjwa, hautakutana na matatizo, hautakutana na umaskini. Ukipitishia kwa mlango, una masikio, unaelewa kabisa, una akili timamu tu ya kusikia na kuelewa. Lakini unapopata pesa, unawacha mlango, umeambiwa kwamba ukipitia mahali pale hautakutana na changamoto na matatizo, hautakutana na unapitia kwa madirisha. Bwana tusaidie sana. Unapitia kwa madirisha. Ukishapitishia kwa madirisha, wakati unakutana na mateso, tena unaanza kulia, Mungu nifanyie hili, Mungu niponye, Mungu angalia ya magonjwa, Mungu angalia hiyo mateso, Mungu angalia ndoa yangu, Mungu angalia kazi yangu vile inakaa, Mungu angalia biashara yangu sasa imekwama, Mungu angalia sasa huduma yangu vile ulivyo. Unajua Mungu kama angelikuwa kuuliza maswali, angekwambia kwamba kabla aanje kulia, pitishia pale ile pesa vile nilikwambia, pitia kwa mlango. Angetuambianga hivyo. Kama angelikuwa ya kuongea wasiwasi tukisikia, angekuwa anatuacha tulia na tuangalie, tukishaja na anatuambia sasa, umesikia? Sasa rudi pitia kwa ile mlango. Ukishapitia katika ile mlango, hii kilio chako kitaisha. Na baada ya kulia na bado anatuambia kwamba hapana, usipitie hapo, usipotaka kulia usipitie hapo, pitia kwa mlango. Tunalia, baada ya kulia tumesikia sauti yake, na anatuambia okay, sasa ninakuponya, sasa narekebisha hili na hili, na usirudi kupitia kwa dirisha tena, pitia kwa mlango. Ile kilio tumemalisha, ile hali imeenda, yale mateso yamekwisha. Kama ni nini, imekuwa na utulivu. Tukishakuwa na utulivu, tena ile sauti ya Mungu tulizarau kitambo, tena tunarudi kupitia kwa dirisha. Baada kupitia kwa ile tena tunaanza kulia. Bwana tujalie sana. Hapo ndipo mahali tatizo lipo. Hapo ndipo tatizo lipo. Na mpaka mpendo takuambia kwamba mpaka baraka tumepewa. Biblia yote inazungumzia baraka. Na Mungu ametubariki na kila kitu. Mahali niwaambia Genesis chapter number 1 verse number 28. Hapo ndipo siku Mungu alipeana mwanadamu baraka zote, na akampeana avenue ya kupata baraka hapo. Genesis chapter number 8 28. Sasa unapata kwamba ukilia ya kwamba wewe ni maskini, ukilia kwamba wewe hauna chochote, ukilia kwamba wewe ni mtu wa aina hii, wewe mwenyewe nikasema kwamba andena yako ndio itakuwa chini, period yako ndio itakuwa chini, network yako ndio itakuwa chini ya kukamata masafa ya mbali. Bwana asifiwe. Andena na period yako ndio itakuwa chini, lakini baraka zote tulipewa. Na wakati ambao tunaangalia mstari namba 11, mstari namba 11, sasa kuambia kwamba baada ya kuwa mwaminifu, na nasema kwamba na ukiwa mwaminifu to give full tithe, umemwajiri Mungu kuwa askari wako.
umemwajiri Mungu kuwa askari wako wa kuhakikisha ya kwamba hakuna chochote kinachokugusa, hakuna chochote kinachogusa mali yako, hakuna chochote kinachogusa afya yako, na ikiwa ni kugusa, kitagusa tu vile kiligusa Joab, ambacho Mungu alikipa uwezo, alikiruhusu. Lakini chochote hakitakugusa ikiwa you become a faithful. That is what the Bible says. Inasema kwamba aliye na Kiswahili atusomee. Msomaji wangu wa Kiswahili. Nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye alaye, wala hata haribu mazao ya ardhi yenu. Bwana asifiwe. Amin. Anasemaje? Nami nitamkemea afanyaye nini? Akujaye kukula ama alaye. Alaye. Yeye alaye nini? Alaye kile Mungu amekubariki. Alaye faida ya Mungu ambaye amekupa. Alaye baraka ambazo Mungu amekupa. Anayekuja kukula afya yako, Mungu atakemea. Sasa ni Mungu atakemea, si wewe. Si wewe. You have a part to play. After you have played your part katika maisha yako, the part B ni ya Mungu, si yako. Bwana asifiwe. Part A ni yetu, lakini part B ni ya Mungu katika maisha yetu. Part A ni kufungua masikio yetu, moyo wetu na akili na mawazo, na kuheshimu na kutii na kutenda sawasawa na sauti ya Mungu. That is our part. That is our part. To be obedient to the voice. That is our part. Now, ukishakuwa tu obedient to the voice and do or act according to the voice of God, part B si yako. Maana ukitekeleza part A ya obey the voice and do according to the voice, utakuwa umemwajiri, wacha nitumie neno halisi, umemwandika Mungu kuwa security, your security, kuwa bawabu, kuwa askari wako, wa kuhakikisha wakati unapomwajiri askari. Kazi ya askari ni kuleta ulinzi. Mungu si kama maaskari ambaye huwa wanaajiriwa kulinda maduka. Bwana asifiwe. Maaskari watu wale tunaajiri kulinda maduka wanakuja, na saa zingine inafika wakati wakichoka, unapata kwamba wanamorota kwa kiti na wamewacha shingo, wamepea majambazi shingo, ya kwamba majambazi wakuje tu na wapite waweke tu panga, maana hata amewatayarishia. Lakini Mungu wetu halali, hazichi, hachoki, yeye hageuki upande mwingine. Yeye ukimwajiri anakuwa alert. Biblia inasema kwamba anatamalaki. Wakati unapotumia neno kutamalaki, ni kuhakikisha kwamba amezingira maisha yako. Kutamalaki ni kutawala. Kutawala katika taifa la Kenya, yule mtawala ni rais ambaye anaitwa Ruto. Ametawala kaunti zote 47. Hata Busia tuko na kaunti moja inaitwa Busia County. Hiyo pia President Ruto ameitawala. Licha hata akiwa Ikulu Nairobi State House, bado anatawala kaunti ya Busia. Hata akiwa State House anatawala kaunti ya Homa Bay. Hata akiwa State House anatawala kaunti ya Mombasa. Anatawala Kenya nzima, mipaka yote anatawala. Yeye ndiye mtawala. Na sasa ukimwajiri Mungu, na pia unamwajiri Mungu kwa kile amekupa. Yeye amekupa, ukimrudishia, ukitii sauti yake tu na umrudishie kulingana na kanuni yake na sauti yake, umemwajiri. Na ukishamwajiri, anatamalaki maisha yako kiasi ya kwamba hakuna mwanya wowote ambaye adui anaweza pitia aguse kilicho chako. Maana anasema kwamba sasa atakemea yoyote akujaye kukula ama kula rasilimali yako.
kukula mali yako. Wakati ambapo anasema atakemea ajaye kukula ama kula, akisema hivyo inamaanisha kwamba anakemea adui yoyote, awe wa magonjwa, atakemea magonjwa, atakemea maradhi, atakemea umaskini, atakemea matatizo ya ndoa, atakemea matatizo ya watoto, atakemea matatizo ya mume wako, atakemea matatizo ya mke wako, atakemea matatizo ya kila aina, atakemea chochote kinachokuja kukula mazao yako ya mashambani, atakemea kila kitu ambacho kinaweza kuleta uharibifu wowote katika environment yako. Kanisa, Bwana asifiwe. Geukia jirani yako, mwambie jirani, mwajiri Mungu kazi. Nasema geukia jirani yako, mwambie jirani, mwajiri Mungu kazi. Amen. Anasema atakemea. Do you know what? Mungu wakati ambapo tunakosa kusikia sauti yake hapa, matatizo mengi ambayo huwa tunapitia hatufai kupitia. I tell you the truth. Matatizo yote ambayo tunapitia hatufai kupitia, hatufai. Na iwapo tunaipitia, iwe Mungu ameruhusu, na Mungu anapoyaruhusu, he is proud of you. Akiyaruhusu magonjwa, he is proud of you. Akiruhusu umaskini uje ama the famine to come, he is proud of you. Akiruhusu teso lolote kwako, he is proud of you. He wanted to see, anataka kujua kwamba utafanya nini ikiwa anaruhusu hili likupata. Anataka kujua. Wakati ambapo aliruhusu mateso kwa Ayubu, si ya kwamba alikuwa anatesa Ayubu, alikuwa proud of Job. That is why after mateso ya Job, unajua kile kilichofanyika katika maisha ya Job. Bwana asifiwe. Unajua ikiwa ya kwamba Mungu anaruhusu haja yoyote ifanyike kwako, iwapo ya kwamba ni mapenzi ya Mungu kupitia katika maradhi fulani ama magonjwa fulani ama tatizo fulani, ikiwa ni mapenzi ya Mungu, hata ruhusu hayo matatizo ya kufagie, hata ruhusu ikumalize. Anayaruhusu na anaipea kipimo na anaifuatilia. Inakupeleka na anafuatilia, inakupeleka na anafuatilia. Hata kama ni magonjwa, inakupeleka na anafuatilia. Anaweza ruhusu ikupeleke mpaka ICU. Kama ni magonjwa, Mungu anaweza kuyaruhusu ikupeleke mpaka chumba cha maututi, mpaka ulazwe kwenye kitanda, wakuwekea ile milija kwenye mapua na mdomo na masikio na hata popote pale, wakuwekee hiyo mipira. Anakufuatilia, lakini anaifuatilia na anaipima, anaifuatilia na anaipima. Ikifika mahali anaona kwamba sasa hapa hautastahimili, na anasimama na tamalaki, anayambia ya kwamba hapa ndio mwisho wako, hautapita hapo, na anayambia sasa rudi nyuma. Bwana asifiwe. Anayambia rudi nyuma, na akishaambia rudi nyuma, na anakuambia na anakuinua mahali pale, na anapokuinua mahali pale, anakuinikiwa kwamba alikuinua, ulikuwa umeketi mahali kama hapa, akikuondoa mahali pale, atakuinua na kuketisha hapa. Bwana asifiwe. Unanipata? Ikiwa ulikuwa unaketi chini na aruhusu magonjwa kama hayo ikupeleke mpaka ICU, akikuinua mahali pale, hautaketi chini, utaketi kwenye kiti. Na ikiwa ulikuwa umeketi kwenye kiti, hautaketi kwenye hiyo kiti, atakuinua kwa kiti kingine. Huyo ndio Mungu ninazungumzia. Huyo ndio Mungu ninazungumzia. Anakuinua katika kiwango kingine, hata kuinua na kuruhusu baki katika kile kiwango cha kwanza. Huyo ndio Mungu tunazungumzia. Nasema kwamba jambo la kwanza, atakemea adui. Wakati ambapo unakuwa a full tiger,
utakuwa umemwajiri Mungu, na ukimwajiri Mungu nasema kwamba, narudia kusema, na ikiwa ya kwamba kuna tatizo litatokelezea, atakuwa ameniruhusu to test your faith, jinsi alivyojaribu imani ya Ayubu. Na baada ya kutest your faith, atakuwa tu, he is proud of you. Anajua ya kwamba hata liwaje hauwezi ukamkana, hata liwaje hauwezi ukaanguka, hata liwe kali kiasi gani hauwezi kumtoroka. Ukiona yule mtu ambaye Mungu anamjaribu, ashajua kwamba huyu hawezi kunitoroka. Bwana asifiwe. Ili church vile tuko hivi sasa hapa. Amen. Naomba ya kwamba from today we should not be members. We should not be members from today. Bwana asifiwe. But my prayer is that we should be sons and daughters. All sons, collectively sons. Kwa sababu members ni mtu ambaye Mungu akiruhusu tujaribu kidogo, utampata hapo timo wote wapi. Huyo ni mtu anaitwa a member. A member kwa sababu hapo mahali pale as a member, na jambo lolote likitokelezea tu anafly, anapeperuka kama ndege. Lakini a son, Bwana asifiwe. A member is like yule mtu ambaye umemwajiri, is like a servant. Are you getting this? A member is like a servant. A servant akimaliza time yake anaweza kurudi kwao. Akimaliza time yake anaweza kukuacha na aende tena kuajiriwa mahali pengine. Akimaliza time yake, ama hata akichoka anaweza kuamua kukuacha na anaenda tena kwa kufanyia jirani kazi. A servant. Bwana asifiwe. Lakini a son hata mvua imnyeshe ya mawe, hata mvua imnyeshe ya misumari, hata mvua imnyeshe ya mashindano, a son or a daughter will stick there. Atasimama. Maana yake hapo ndipo kwao. A son, hata mzazi amupe discipline ya aina gani, sasa atatoroka aende wapi? Na hapo ndio kwao. Bwana asifiwe. Atatoroka, na akitoroka atatoroka aende wapi? So ombi langu ni ya kwamba katika nyumba hii kuwe na sons and daughters, not members. Sons and daughters, not members. Bwana asifiwe. Ninawatangazia msikie siku ya leo kanisa la Mungu. If you know that you are not a son, badilika uwe a son from today. If you are not a daughter, badilika and become a daughter from today. Acha mambo ya kuwa a member. Toka katika mazingira ya kuwa member. Amen. Bwana asifiwe. So, ndio maana neno linasema kwamba yeye atakemea chochote ambacho kitakuja kuharibu. Anasema kwamba he says, I will rebuke the devourers for you, so that it will not destroy the fruit of your soil. Bwana asifiwe. Now, anasema kwamba the fruit of your soil. In other words, Mungu, unapomwajiri Mungu, atasimama na kuhakikisha kwamba atakemea, kwa sababu wewe Mungu anapokuzaa, unapokuwa mtoto wako, anasema kwamba sasa na utii sauti yake, anasema kwamba atakupa uwezo wa kukula matunda yote ya nchi. Kanisa kama Bwana asifiwe. Atafanya nini? Atakuruhusu, atakupa uwezo wa kukula matunda yote ya nchi. Matunda yote ya nchi umepewa. Ndiposa anasema ya kwamba na matunda haya, anasema kwamba anasema kwamba yule atakayetii sauti yake, atampa uwezo wa kukula matunda yote ya nchi. Maana yake matunda, umepewa matunda, kukula matunda yote ya nchi. Na kwa sababu ya hiyo, ukitii sauti ya Mungu na kutimiza uitende, yeye kuna adui ambaye naye kazi yake ni
kwamba anakufuatilia kuyala yale matunda ambayo Mungu amekupa, matunda yako. Hiyo ndio kazi ya adui. Anaitwa Edraura, mulaji, mharibifu. Hiyo ndio majina yake. Kazi ya Mungu amekupa matunda. Wakati matunda ya yule adui bustani mwa Edeni alipeana kwa Hawa, si yeye aliyeyatengeneza, ni matunda ambayo Mungu alipea mwanadamu. Hiyo matunda ndio iligeuka ikamwangusha mwanadamu. Mungu amekupa matunda yote, ametupa matunda yote ya dunia hii. Ndio na kanuni za kufuata ili tukaweze kuposesa haya matunda kikamilifu na yawe yetu, na tuhakikisha kwamba ni yetu permanently. Kanuni ya kwanza ni kutii sauti yake. Kutii sauti yake. If you obey my voice, hallelujah. If you obey my voice, nitakupa uwezo wa kukula matunda yote ya nchi. Matunda yote ya nchi. Malaka anatuambia kwamba na if you be faithful na tithes yako, kuwa mkamilifu kwa tithes yako, utakuwa umemwajiri yeye, na sasa yeye hata ruhusu adui ayale matunda yako. Bwana asifiwe. Kanisa, am I singing songs or am I teaching something? May I not be singing, and may I not be teaching members, because I will be wasting my time. Nisiwe ninafundisha washiriki, takuwa napoteza muda wangu bure, manake hakitanisaidia. Nataka niwe ninafundisha wana katika nyumba. Ndio maana nasema kwamba sasa mwana ambaye ninafundisha ili nikuingie kabisa, na hapo ndipo utajiri wako huko, hapo ndipo ufanisi wako huko, hapo ndipo uzima wako huko, hapo ndipo breakthrough yako iko hapo. Amesema ya kwamba amekupa matunda ya nchi yote, na anasema anakupa kanuni. Ikiwa ya kwamba unataka hii matunda adui asiyaguse, mwajiri Mungu. Hauna uwezo wa kulinda huyo adui, hauna nguvu za kumlinda huyo adui, ni Mungu peke yake. Na ili Mungu akaweza kukulindia huyo adui ama kumkemea ama kumzuia, umwajiri, umulipe. Na unamlipa Mungu kupitia kwa your full tithe. Ukishamlipa Mungu, yeye sasa anakuhakikishia ulinzi wa kila aina. Ndiyo anasema kwamba matunda ya udongo, matunda ya shamba, matunda. Anapozungumzia matunda, it is collectively. Amen. Wacha tukamilishe hiki kifungu. Anasema ya kwamba anasema hivi, and verse number 11, anasema kwamba I will rebuke the devourers for you, so that it will not destroy the fruits of your soil, and your vein in the field shall not fail to bear. Bwana asifiwe. It will not fail to bear. Now, I want you to listen to this portion. Your vein shall never ever stop to bear fruit. Year after year, the vein shall be bearing fruit for you. For what purpose? That you may not lack anything. For what purpose? That you may not be with a need. For what purpose? Ni ya kwamba usiwe na magonjwa. For what purpose? Ni ya kwamba usiwahi kuwa mgonjwa. For what purpose? Ni ya kwamba usisikie njaa siku yoyote. For what purpose? Ni ya kwamba usiwe mtu wa kukopa. For what purpose? Ni ya kwamba usiwe na mtu wa kuwa mtu mdeni kwa watu. For what purpose?
kwa sababu mtoto wako asikose karo. For what purpose? Ni kwa sababu usikose amani katika moyo wako. For what purpose? Ni kwa sababu usiwe mtu ambaye unakuwa mtu wa kupitia katika teso lolote. Hivyo ndivyo anasema Bwana asifiwe. Na anasema kwamba year after year your vein shall do what? Shall not stop bearing fruits. Year after year. Sasa ikiwa ya kwamba mzabibu wako, ikiwa unazalisha mizabibu kila siku, utahangaika nini? Wakati wowote unahitaji mzabibu, wakati wowote unahitaji mpera huko, wakati wowote unahitaji mchungwa huko, wakati wowote unahitaji paipai iko, wakati wowote unahitaji watermelon iko, wakati wowote unahitaji your pocket speaks, wakati wowote unahitaji your treasure, your account speaks, wakati wowote unahitaji shamba lako ukiliangalia, hata we mwenyewe, hata Bwana asifiwe. Unajua nyakati ambayo tunaheshimu kama wanadamu unajua matajiri njaa wauni. Tajiri aliye na kila kitu kwa akuli kikamilifu na njaa kwa imuumi. Nataka kuambia kuwako tuna mahindi gunia, wacha gunia tu sikae kwa nyumba yako elfu moja, gunia tu 100. Ikae tu kwa nyumba yako, isiishe. Alafu nikuwe kwa ile friji, kwa tuna samaki, kwa tuna nyama, kwa tuna kuku kwa friji. Na upande mwingine kwa tuna maziwa, kwa tuna mikate, kwa tuna blueband, kwa tuna kila kitu. Na ukiangalia kwenye draw, kwa tuna manguo, kila nguo unataka iko mahali pale. Na ukiangalia kwenye mfuko wako umejaa tu pesa. Ninataka kuambia mpendwa, hata ushinde kutoka uzubii bila mpaka jioni bila kukula, njaa itakuuma. Njaa itakuuma kabisa. Njaa inauma. Wacha nikwambie. Kwa nyumba yako vile tuko tu hapa hivi. Kuna mtu kwenye nyumba yake ana chochote. Mtu huyo kwa mfuko hapo. Unajua kile kinaleta nganya mawazo. Umeketi pale na mawazo na kuambia, na umeketi hapa na unajua kutoka hapa utakula nini? Unajibana tumekuja kazani tunasikia neno la Mungu. Tutaona kama utakula hilo neno. Kwa mawazo inaanza kukubadilisha tu. Inabadilisha mpaka inaleta appetite ya kukula. Na ikijaza, unajua ikikuuliza hiyo maswali, unaanza kufikiria kama ningekuwa hapo na kasamaki. Na kweli kasamaki hakuna. Nikipata hapo kama ningepata kanyama na tamani kanyama. Sasa unapata kwamba tamaa ya kanyama inakuja na hauna vile utapata hapo kanyama. Tamaa ya samaki inakuja, hauna vile utapata hiyo samaki. Njaa itatokelezea hapo. Unapata tu kwamba unatamani ugali na hata pesa tu gorogoro kachapaka hauna. Alafu umekosana na huyu jirani na ule jirani. Na umekosana na kila mtu hapo. Hakuna mtu yule ambao utaenda usende tu kutoka. Unasikia njaa bwana, kwangu kumekauka. Hakuna mtu utamuendea. Nataka kuambia hata utaamka kwa ibada wewe watu utafuta mapera huko. Ndio maana niwaambia siku moja hapa, umasikini ni ubaya. Kanisa, ninaomba tuchukie kile kitu kinaitwa umasikini. Kama wewe uko hapa na unakaribisha unakubaliana na umasikini, wewe umepotea njia. Umasikini ni mbaya. Ni nani jai na mama? Yule jai na mama hapa muulize kama ana kitu. Na wale wako sawa hapa. Mtu huyo anaweza kaa tu hapa, anaweza kaa mpaka jioni. Na nanga hapa
Kuna mabindi wengine hapa wanga wanakaa hapa paka 5. Mnaendana nyumbani nao wanabaki tu hapa. Hao watu ukiwapata vizuri wako vizuri kwao. Utapata kwamba kwa nyumba sasa tabunia kama hili kazi. Hiyo ni kweli. Na tukienda kwa shamba pia pekine hata ukitaka viazi ama muhogo anaweza pata. Lakini mtu ambaye hakuna kitu kwa nyumba ndio anakaanga hapa wakisema tu neema ya Bwana Yesu Kristo. Rudi kwanza. Na tena namuuliza tena unataka kurudi? Huyo mtu umaskini ni mbaya. Bwana asifiwe. Inua mkono wako sema Baba katika jina la Yesu. Ninachukia umaskini. Umaskini toka. Niachilie kabisa. Chukia umaskini. Bwana tukufu. Chukia umaskini. So anasema kwamba hata mzabibu wako, your vein in the field shall not fail to bear, says the Lord of hosts. Verse number 12. Then all nations will call you blessed, for you will be a land of delight. Soma kwa Kiswahili mstari wa 12. Na mataifa yote watawaiteni heri, maana mtakuwa nchi ya kupendeza sana, asema Bwana wa majeshi. Mataifa wote watawaiteni heri, sababu mtakuwa mataifa ama nchi ya kupendeza. Ya kupendeza. Bwana tukiwa. Unataka kuniambia kama ni maskini utapendeza? Niliwaambia kazi ya maskini inafanyana. Bwana tukiwa. Ukiwa Biblia inasema kwamba mataifa yote itakuita mwenye heri. Alafu utakuwa mtu ambaye unapendeza, mataifa itakuona kama mtu ule unapendeza. Kila mahali unapita, kila mahali unapita, huyo ni mtoto wa fulani, huyo ni binti wa fulani, huyo ni binti wa fulani. Kila mahali unapita. Kwa sababu gani? Unametameta kila mahali unaenda na unapendeza kila mahali unaenda. Na hata ukitokelezea na ufike kwa mkutano letu vile umeketi hivi na uchomeketi kwa kona kama hapa, uchomeketi kwa kona kama hapa kukuchu, unaona watu wote wanataka kukuachia kiketi. Kila mtu anabishana tu kukupa kiti. Sasa mwenyewe utachagua uende ukae kwa kiti gani. Kwa sababu nini? Mfuko unazungumza na wewe. Kwa jambo la kwanza, wewe unaitwa mwenye heri, na mataifa wanakuona kama mtu ambaye ni mtu. Na mataifa wakigundua kwamba, hebu rudi, sikia bila anasema, na mataifa yote watawaiteni, maana mtakuwa nchi ya kupendeza sana, asema Bwana wa majeshi. Maana mtakuwa nchi ya kupendeza sana. Wewe utakuwa